wasanii wengi wanasaini. Leo hii mtu anayesema au wasanii wanakurupuka kusaini, sawa, hata yeye ukimkuta kwenye mazingira magumu, acha kwenye sanaa, kwenye maisha ya kawaida tu, hata kazini, kuna mtu anakuambia au anakurupuka afu kamwambia nionyeshe mkataba wako. Utakuta na yeye kama Ibra, na yeye kama Mbosso, na yeye kama Rayvanny, na yeye kama wengine wasanii wengine ambao wamesaini mikataba. Bana, tupo na Smaina Vida, moja kati ya wanamuziki wa Bongo Flava kutokea kwenye kodi ya +255. Huyu ni moja kati ya wasanii hatari sana. So pengine uenda ukawa haujui unoma wake ambao wanao, lakini utaenda kuufahamu siku za hivi karibuni. Ana album yake mpya ambayo tayari imeshakamilika, na this weekend anaenda ku launch album yake. Ni wapi na itakuwaje? So tupo naye kwenye studio zetu kwa siku ya leo. Smaina Vida, ni aje? Wagwan, fresh inakuaje? Shwari, uko poa? Fresh kabisa, good. Harakati za muziki? Njema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nipo napambana, na ndo kama ilivyo sasa hivi nataka niachie albamu yangu mpya kabisa yenye jumla ya nyimbo 12. Nikiwa nimeshirikiana na wasanii wengi wakubwa katika hiyo albamu. Sawa, so album limekuwa ni changamoto sana kwa artist wengi. Yaani sio kila mmoja anaweza kufanya album, lakini kwa wewe mwenyesha ujasiri na ukaamua kufanya album ambayo ina jumla ya nyimbo 12 ambayo pia baadaye utakuja kutuambia jina lake. Ni nini ambacho kilikushawishi mpaka ukaamua kufanya album? Cha kwanza, album ni heshima kwa msanii. Inakupa heshima kwenye taifa lakini pia na kimataifa. Ukitoa album, wenzetu mataifa yaliyoendelea kimuziki wanaamini msanii akiwa na album ni ana nguvu kubwa zaidi ya yule ambaye anatoa nyimbo moja moja tu. Hata soko la muziki wanaangalia wasanii wenye album. Ukitaka kupata show za kimataifa ni album ndio itakubeba. So niliamua nifanye hivyo, lakini nionyeshe kipaji changu jinsi kilivyo, kwa sababu jumla ya nyimbo 12 ina maana nitakuwa nimefanya muziki wa aina tofauti tofauti. Kwa hiyo nitaenda kutambulika mimi ni nani, kuliko ile watu kunijaji kwa ngoma moja, watanijaji kwa nyimbo 12. So album ni heshima, na naenda kuiweka historia siku ya Jumamosi kwa kuzindua hiyo albamu yangu yenye jumla ya nyimbo 12. Albamu inaitwaje? Inaitwa Footprint. Footprint, why? Namaanisha kwamba alama za miguu, kana kwamba zile step ambazo nimepita, kila nilipokuwa na kanyaga nilikuwa naacha alama kwenye maisha yangu ya sanaa, lakini pia maisha ya kawaida ya mwanadamu kama wengine wanavyoishi, changamoto nilizopitia, nyakati za furaha, nyakati za hisia kali, nyakati kama hizo, nyakati za kudondoka, nyakati za kusimama. Kwa hiyo nimezielezea kwenye hiyo album. Sijajielezea mimi, nimewaelezea wa Tanzania, nimewaelezea wa Afrika, nimewaelezea watu wa dunia nzima kupitia hiyo album. Ndio maana nikaita Footprint, kwa sababu changamoto hazipo kwetu tu, unakutana na mitihani ukiwa Tanzania, wanakutana na mitihani wakiwa nchi za mbali hivyo. Kwa hiyo nikaita Footprint, ya maana ya kwamba kila hatua niliyokanyaga niliacha alama, iwe ni ya maumivu ama ya furaha. Okay, Smaina Vida, to share pia wakati unatengeneza album ya Footprint ambayo tayari imeshakamilika na unaenda ku launch this weekend, moment zipi ngumu ambazo unazikumbuka ulizipitia kama artist? Cha kwanza ni kutafuta aina ya nyimbo ambazo zitaenda kukubalika. Unaweza ukafanya ngoma, mimi kwanza familia yangu ndo watu wa kwanza ambao ndo wana blame ngoma zangu. Wenyewe watakwambia hii iende, hii isiende. Yaani familia yangu ndo wa kwanza. Kwamba unakuta unaenda una recording ngoma, unajua ni kali, unarudi nayo nyumbani unaambia hapa hamna kitu, yeye itakiwi kae kwenye album, toa. Unatupa kule. Wakati ushatupa pesa hapo, unaenda tena unajipanga upya. Albamu yangu nimeiandaa mwaka mzima. Mimi tangu niachie wimbo wangu wa mwisho ilikuwa ni mwaka juzi mwezi wa pili, mpaka hivi siachia ngoma yoyote kwa sababu nilikuwa natengeneza album. Lakini pia sikupata changamoto kubwa kwa studio, sikupata changamoto kubwa, ni chache tu ambazo za kawaida. Lakini pia kwa wasanii pia niliowashirikisha sikupata changamoto kabisa. Walionyesha thamani na kuthamini kipaji changu, kwa hiyo hamna changamoto kubwa. Moja ya artist ambao wamehusika kuweza kuikamilisha album ya Footprint ya Smaina Vida ni Hamadai. So nataka nijue ile changamoto kuanzia kwa Hamadai mwenyewe mpaka studio, lakini pia mpaka kwenye utengenezwaji wa ngoma yenyewe ambayo mmefanya naye, ulikuwaje? Kwa Hamadai hakuna changamoto. Cha kwanza nilitamani kufanya nao kazi kama The Mawafiki.
Kwa hiyo akapigiwa Amadai simu wakati tayari mimi nimesha record verse yangu na chorus. Cha kwanza wale wana kitu kimoja. Hawawezi kukubali kuingia tu kwenye wimbo ili mradi eti ni wimbo tu. Wakasema kabla ya kupatana labda amount yoyote, kwanza tutumieni huo wimbo tuusikilize. Basi nilikuwa kwa Yogo pale, akatumiwa Amadai, akasikiliza, akasema hii inakuja. Yaani alisema tu hii inakuja. Nipo hapa pa Kinondoni, around Kinondoni nakuja. Aliposema vile basi Yogo akaniambia oya imeshapita hiyo. Kwa hiyo tujiandae tu kubaliana nao ili tuone tunafanyaje naye kazi. Basi akaja tukakubaliana tukafanya kazi. Yeah. Nimesikia kwenye miongoni mwa zile track list ambazo zinapatikana kwenye hiyo album ya Footprint kuna muziki wa singeli pia umechanganywa humo ndani. Mimi nataka nijue kwamba nje na Bongo Flava ambayo umekuwa ukifanya, singeli ni muziki ambao pia unaufanya. So huyu ni Matt Purpose. Yeah, mimi nimekuwa nikifanya muziki wa aina tofauti tofauti. Nilianza na Bongo Flava lakini pia na talent ya kufanya muziki wa aina tofauti tofauti. Nishawahi kufanya ngoma moja hivi na Miriam Odemba inaitwa Wema. Okay. Wema. Ni singeli. Nilifanya mimi, Miriam Odemba na Seneta Kilaka. Na ule wimbo niliuandika mimi. Na ulienda sana. Wakati huo mimi nimetoka kwenye Bongo Flava nikaja kwenye singeli lakini ngoma ikabutua. Sasa hivyo butua nikaona kumbe naweza nikafanya. Kwa hiyo kwenye albamu yangu kuna nyimbo za singeli kama 3. Zipo pale. Kuna moja nimefanya na Seneta Kilaka ambaye alimba Chawa na ex wangu ile na Hamisa Mobeto. Kuna ngoma nimefanya na Mfalme Ninja, alifanyaga ngoma na Msagasumu ile shemeji unataka. Hivyo nimefanya naye. Kuna ngoma nimefanya na dogo mmoja anaitwa Jozi wa Singida lakini yupo hapa Dar es Salaam. Naye ni singeli. Zote kali yani zote kubwa. Lakini hapo na nyimbo za kiasili. Na wimbo wa kiasili ya Kisandawe ni wimbo mkali sana. Lakini kuna wimbo pia nimefanya mapiano ambaye ina vionjo vya asili ya Warangi kutoka Chemba na Kondoa kule Dodoma. Hivyo. Kwa hiyo nimekuwa nikibadilika. Kuna nyimbo ukisikiliza unaona gengetoni hii hapa. Yeah. Kuna namna yoyote ambayo hiyo situation inakusaidia kufanya muziki tofauti tofauti ama inakuongezea kitu kwenye career yako? Sana, so kidogo. Sana, so kidogo. Kwanza kuna sehemu mbili ambazo naweza nikazielezea. Cha kwanza unaweza ukaitwa kwenye show. Unaangalia aina ya show. Unaangalia na wasanii gani wapo. Alafu unachagua mimi niende na nyimbo gani. Kwa alafu za bosi 90%. Wasanii wengi wanasaini. Leo hii mtu anayesema au wasanii wanakurupuka kusaini, sawa? Hata yeye ukimkuta kwenye mazingira magumu, acha kwenye sanaa, kwenye maisha ya kawaida tu hata kazini. Kuna mtu anakuambia au anakurupuka alafu kamwambia nionyeshe mkataba wako. Utakuta na yeye kama Ibra, na yeye kama Mbosso, na yeye kama Rayvanny, na yeye kama wengine wasanii wengine ambao wamesaini mikataba. So saa nyingine shida, njaa, mateso tunayapitia yanafanya tunaenda kusaini mikataba migumu na inatuumiza. Lakini yote na yote mimi napenda mkifika sehemu fulani mmalize kwa usalama alafu maisha yaendelee. Kama hiyo issue ya Ibra kama Harmonize alivyosema kamwachia, na kama kamwachia ile fresh kiroho safi, Mungu atambariki kwa njia zingine tu. Ni amwache kwanza bado kijana mdogo.